Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Mimi naitwa Israel Mwanasaso. Kwenye maisha mimi nilikuwa mwanasiasa, ni diwani mstaafu. Nimekutumikia chama changu miaka 10. Niliingia kwenye udiwani mwaka 2015. Tuliingia na marehemu rais wetu, tunasema kwa uchungu kabisa, Magufuli. 2025 mimi katika wale wanne, mimi jina langu alikurudi, ingawa nilikuwa mtetezi. Sikuwa na sababu wala kusema nijisikie nini, nikaambia chama kimeamua. Lakini pia nawashukuru sana TAMISEMI, baadhi walinipigia simu kunipongeza kwa utulivu wangu. Nisingeweza kuchukia kwa sababu nayajua mimi nilikuwa mtumishi. Kwa nilipokuwa mtumishi nikastaafu. Kwa kila kitu najua mwisho wake huko. Nilikuwa mtu wa michezo. Pia nikaondoka na michezo. Kwa hiyo hilo ilipotokea wala sikuumiza kichwa sana, nikaona ni kitu cha kawaida tu. Kwa hiyo ninachosema kwa nyinyi wengine wote wanisikilize, katika maisha ya kustaafu unatakiwa utulivu sana. Mimi nimebahatika mwaka 17 TANESCO alinitumia mimi kujaribu kuongea na wafanyakazi wao ambao wanategemea kustaafu. Baada mwaka mmoja walikuwa wanaita kutoka sehemu mbalimbali ya Tanzania. Wanakuja, sisi nao walipataje wewe mwanasasa tangu mstaafu 2011, maisha yako sasa ni kwa nini? Nilikuwa nawapa elimu. Elimu moja ya kwanza ni ndoa yako ikoje. Ndio ina muhimu sana. Ukiwa na mke wako na mama mko sawa sawa inasumbua sana. Cha pili, madeni. Jue, unapostaafu ukichukua zile pesa lipa madeni. Madeni yanaumiza sana. Lakini na miradi pia. Miradi sio lazima uweke kama ulipokuja kwangu. Hapo kuna bwawa la samaki pale. Hapa kuna kuku, kuna sungura, kuna nini. Vitu muhimu sana hivi. Mimi kwa mfugaji mzuri tu wa yoga. Nimefuga nguruwe, sungura, mbuzi. Kwa hiyo ni mfugaji mpaka hivi ng'ombe. Lakini cha msingi tu kwanza ndoa yako hiyo. Mfano mimi na mke wangu tuna akaunti ya pamoja mpaka leo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni muhimu sana ufanye nini? Ni kwa nini nikaweka ile bwawa ili nalitumia nikiona mboga sina. Kuna kipindi nikipata samaki na gawia majirani. Niliuza sana pale mwanzo kurudisha gharama hapa. Lakini sasa hivi utakuta navuna sana wakati wa matukio. Pengine Christmas hivi, Pasaka, hata wenzetu Waislamu tunasaidiana tu mumo. Utakuta navuna, basi au nikiamua tunafanyaje leo. Lakini ni vitu tu kwenye pia mifugo hiyo kisha izoea. Pia kuona kukuvuna ndio kama nini, sawa na kuchinja kuku. Kwa hiyo ni hicho tu katika maisha, lakini ujitambue. Unajua kila kitu kina mwanzo na mwisho. Wastaafu wengi wanapostaafu wanakuwa na matarajio makubwa sana. Lakini baada tu ya kupata ile pesa yao ya mwisho, wengi wamekuwa wakifanya kinyume na matarajio yao. Wewe kama mstaafu sasa ungependa kuwashauri nini wale ambao wanatarajiwa kustaafu katika siku za usoni? Kwanza ukistaafu, cha kwanza kama nilivyosema pale, ukistaafu kwanza ujitambue, kwa kazi tena hakuna. Ufanye nini? Unakuwa mtulivu kwanza. Alafu usipokee marafiki wengi, maana watakuja kauze ng'ombe, sasa hivi chinja ng'ombe, hapana. Unaanza kwanza, unaweza kukata miezi 3, 4, 5 unasoma nifanye kitu gani. Kwa mimi nawashauri sana, mwingine anataka aonekane kama vile. Kama alikuwa anakwenda chako ni chako kila siku, anataka ende chako ni chako. Hapana. Unaenda taratibu. Na ile usiondoke ghafla kule. Chako ni chako. Lakini ujitambue, hapa nimepata milioni 30. Nifanyeje? Unaweza kama ni mjanja pia unapita kwa mwanasasa pengine, unapita kwa alikupa kule, unapita kwa nani, unajaribu kuangalia. Akikujaza unachuja. Lazima sasa wengi utakuta anatengeneza ofisi, anaweka sio aweke air condition, aweke vitu vya hapana. Hatuwezi kwenda. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana utulivu. Kwanza wajitambue, hivi mimi nimestaafu nifanye nini? Mwingine anataka nafikiri ni ujanja, wanakusifia na kukusifia. Alikupa hapa bwana. Akifika tu atanunulia wote ili aonekane tu hapana. Kwa mimi nawashauri sana utulivu. Unapopata hiyo pesa ujue ndio pesa yako ya mwisho, uifanyie nini? Kweli unachokisema ni sahihi. Kuna wengine tulikuwa nao kazini huko, ukiangalia wengine unaona hata huruma. Unasema ni nini? Ni yale ya kusema sasa. Mwingine unadanganya sasa twende Zambia tukabebe vitu. Twende Uganda, utaenda kuviuza wapi?
Kwa mimi nashukuru pia biashara, nilikosoma CB mambo ya biashara, nilikosoma chuo pale. Kuna vitu ambavyo kwenye biashara viliniingiza na mimi kuwa pia afisa mauzo kwenye ofisi yangu. Kuna vitu vingi ambavyo nilijifunza. Ndio maana unavyoniona hapa nyumbani, wengine wanashangaa wewe Moses ulipata pesa. Nilijitambua kusema nifanye nini baada ya kusoma. Pia nimshukuru sana mke wangu. Mke wangu pia alijitahidi sana na mimi kunishawishi, ndio kama nilivyosema tukafungua akaunti ya pamoja. Kwa kila tukisema nini tufanye hiki, anasema kwa hiyo kwenye kutoa pia tunatoa kwa kukubaliana. Sasa tutoe shilingi ngapi? Shilingi 5000. Tufanyeje? Tukanywe bia. Tunatoka tunaenda Dodoma hoteli. Sasa tufanyeje? Leo hakuna. Tutakula nini? Mimi mpenzi wa nyama. Mimi ugali sili kwa sababu naona kama ni chakula cha msaada. Wakileta mafuriko, kukiwa na mafuriko kila kule ndio wanaleta unga huo. Sasa baada ya pale mimi tangu miaka 60 ugali nimeuchukia sana. Kuna watu wengine walitoka siku moja huko Pwani huko Kibaha kuja kujifunza. Wewe sasa una nini wakati wewe na bwana wewe unaliona hilo? Nikawapeleka kwenye uyoga kule Msalato. Wametoka na kikosi wamekuja mpaka. Sasa mimi ni nani? Kwa hiyo vile pia Pinda ni waziri wetu mstaafu. Ili bwana unaliona alikuja naye kujifunzia hapa bwana. Na sasa mimi ingawa sasa ni mtani wangu, watu tunataniana. Kibwa kitakacho naambia lakini ulikuja na msafara wako. Kwa hiyo walipokuwa wanakuja na mimi Pinda pia alikuwa anasaidia wakati wanafuga uyoga hapo. Anachukua yeye anasindika. Ananunua kwangu nampelekea anasindika. Ndio maisha. Lakini pia wasimamizi. Unaweza kumwamini mtu hata kama mtoto wako, usimwamini 100% kwenye mradi wako. Muangalie anakwendaje, mkague mara kwa mara. Pia wazazi wengi utakuwa wanawadekeza watoto, wanataka aonekane na hapana. Hapana. Kwa sababu mimi nimefanya biashara nyingi, mimi nimefanya kazi hizo sio za baa hizo. Kulima nilijaribu kwenda kulima Ifakara kule, siku moja kaniibia eka 5, baadaye nikasema hapana, afadhali nifuge. Tafuta pesa. Wewe pesa usijali inapitia kwa njia ya namna gani? Hapana. Na ukiona pia mradi umeanza leo, una hela ghafla, usiwaamini sana. Lazima mbele yake kutakuwa na matatizo. Watu wengine watakuwa wanakuletea vitu vingine kumbe vya wiki. Unasema sasa unakuja kulipuka. Unasema afadhali nifanye. Kwa hiyo mimi nawashauri sana wastaafu, wanatangaza wastaafu kwanza kujitambua. Kusema sasa haya ndio maisha yangu, nifanye nini? Lakini nasikiliza sana ndoa zenu zikoje? Kwa mfano hivi sasa hivi sana bado mwaka mmoja. Ukichukulia mwaka mmoja anapata mshahara. Anaweza akachukua katika mishahara yake miezi mitatu akasema ngoja nianze kuuza matairi. Ngoja nianze kuuza zabibu. Katika bado upo kazini. Kuna vitu ambavyo ataviona. Unaweza. Kwa hiyo kujifunza unaweza kuanzia hapo unapokaribia. Lakini ukipata ile pesa ni shetani. Pesa ukipata hapo unaweza kutaka hapa leo. Ngoja itarudi. Ikitoka katika milioni, ikatoka 1000 sio milioni tena. Wengi hicho kitu ndio wakigundua nasema tu mimi nini ndani wanakaribia kwa mwaka mmoja huo. Wajitahidi sana. Nifanye kitu gani? Na wao watundu pia kama wengine ambao wanatufahamu sisi na mwingine lazima wengine na marafiki zao ambao ni safu wana maisha mazuri. Binadamu sisi unajua Mungu angekuwa katili angebaki na udongo. Lakini Mungu wetu anatupenda sana. Yaani mwingine kabisa anasema uko anifikie kununua alfadi zile kama gari za Mwansasu hivi hapa. Wewe ukitaka ununue lile la Zanzibar. Kumbe na kasoro. Ukitaka usinunue usilione hivi niko nalo mimi hivi. Ni natili nakula mafuta hajajua. Kanunua ile. Anaenda kununua kumbe ni mara 5 ya ile. Kwa marafiki nao jamani tuwe wa kweli kwa wenzetu. Mwambie mimi ningeomba nikutana naye nitamwambia kama mimi nilianzaje baada ya kustaafu nilifanya nini 2011 mpaka leo nilifanya nini. Mimi siwezi kumficha kumdanganya. Akisema naambia hapana. Kwenye hili hapana. Hiki hapana. Kwa sababu nimepita mimi kama hivi nasema mimi nimefanya biashara za baa. Mimi niko na baa yangu pale ile club wengi walikuwa wanajua. Nimefuga, nimelima. Sasa si ndio hivyo vitu kuna kitu gani sijapita. Chakula ni muhimu sana. Usijinyime hata mnapostaafu usijinyime kula namba 1. Usijinyime kabisa. Utajinyima alafu hiyo nini? Maana kuna mwingine anakondeana na nini nina mradi alafu ndio usile. Nani anasema? Kwa mafanikio yangu mimi kwanza familia yangu pamoja na watoto wangu pia wanachangia kwa kiasi kikubwa sana, wengine wanapata vibarua. Pia wanachangia mimi niwe hivi. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.